Nasema yale yalifanyika kwa mwanahabari mwenzetu kule Nakuru si jambo mzuri hata kidogo, na pia aliyomfanyikia Macharia Gaitho, na hata sisi hapa Embu tumeyapitia hayo, sababu nakumbuka kabla ya uchaguzi wa 2022 kuna wanahabari, mimi nikiwa mmoja wao, tulishikwa kule eneo la Mbondoni Makema, na tuliposhikwa tulienda kufungiwa all the way huko Matu, that is Machakos County. So kitu tunachosema ni kwamba Constitution of Kenya 2010 is very iko clear about the freedom and independence of the media. Kwa hivyo turuhusiwe tuweze kufanya kazi yetu, na tunaambia acting IG wa polisi, tunajua si polisi wote wabaya, but those rogue police officers wanafaa wachukuliwe hatua, sababu wao ndio wanaharibu jina ya wale wengine wazuri. Tuko kwenye kaunti ya Embu ambapo tuko zote kukemea kitendo ambacho kilifanyika huko kaunti ya Nakuru, ambapo mwandishi mmoja wa habari alipigwa risasi 1, 2, 3 mpaka 4. Alafu kuna kutekwa nyara kwa Macharia Gaitho. Ni kitendo ambacho tunakikemea, na kwa hivi sasa leo tuko hapa kwenye kaunti ya Embu ambapo tutakuwa tukizunguka tukielezea serikali kuwa tunataka tupatiwe freedom ya kufanya kazi yetu. Niwakumbuke kuwa wako njioni wakifanya mambo yao, wakiangalia news, na sisi tunakuwa tukifanya hiyo kazi yote. Kwanza tunaambia county government na national government kuwa sisi tunataka uwazi. Uwezi kuwa wewe unatuambia kuna project fulani imefanyika, utuambii ni pesa ngapi. Kwa hivyo tunataka uwazi, na ndio tuko hapa kwa hivi sasa, na tutakuwa tukizunguka kaunti ya Embu hata ikiwezekana mpaka jioni. Asante. Majina yangu naitwa Kariwa Kamuithi. Hapa Embu, wanahabari wa Embu na wa Kirinyaga tunaandamana kwa barabara kuambia askari waheshimu kazi yetu. Sisi tunaheshimu kazi yao. Wakati wako na shinda hata wao utulilia. Sisi tunatangaza, wanasaidika. So waheshimu kazi ya media, sisi tuheshimu kazi yao. Alafu hao maaskari, hao wanasiasa wote wanakaanga jioni kuangalia kuwatch news zenye sisi tumeshinda kuokota siku mzima. Alafu watuzuie kufanya kazi yetu. Watakaa jioni kuwatch nini? So watu waheshimu watu wa media waheshimiwe, watu wa media waachiliwe wafanye kazi yao. Sisi tunataka tufanye kazi yetu, tumeheshimiwa. Na kama mnavyoona tuko hapa na waandishi wa habari wa Kirinyaga na Embu, na tungependa kusema kitu moja tu kwa kifupi, kwamba hii ndoa kati ya watu wa media, polisi na serikali inaelekea kufika mwisho. Manake hatuwezi kuwa wakati wao wako na jambo wanataka watu wa media waingilie, wasaidie na wajulishe mwananchi ni nini inawaumiza, lakini ikifika saidi yetu sisi tunaumia, wanatudhulumu, wanatunyanyasa. Juzi tuliona mwandishi wa habari wa Standard kule Nairobi ambao walirushwa nje ya moving car na vyombo zake za habari. Hiyo ni kitu inaudhi na ni kitu inasitikisha sana. Na tungependa kusema hivi, hata kama sisi ni wanahabari, sisi bado ni watoto wa watu, sisi ni mabibi za watu, na sisi ni mabwana za watu, na sisi ni andiko za watu. Kwa hivyo tafadhali tuheshimiwe. Na kuwa mwandishi wa habari Kenya hii, wewe si mkora. Kwa hivyo tuache kuchukuliwa kama wakora. Kwa majina naitwa Timothy Kariuki, mimi ni mwanahabari kule kaunti ya Kirinyaga. Tuko hapa tumeshikana wanahabari wa kutoka kaunti ya Embu na kaunti ya Kirinyaga kwenda kwa barabara kujiunga na wanahabari wote Kenya mzima kukomesha kusema ama kuambia serikali lazima ikomeshe brutality ya polisi kwa wanahabari. Na pia tuko na ujumbe mwingine kwa serikali. Tunajua serikali imekataa kulipa media houses ama kampuni za habari zaidi ya bilioni 1, pesa ambayo inafaa kutumika kuwalipa hawa wanahabari. So tumeona most cases media house zinashindwa hata kulipa wanahabari. Kwa nini? Kwa sababu serikali imekwamisha pesa yao. Pia tunataka ile organization inaitwa Government Advertising Agency. Pia hatuitaki kwa sababu wamekuwa watu wa kushika media house kadhaa ama kushika watu kadhaa ambao ndio wana benefit na advertisement za serikali, ukilinganisha na media house zingine zinakosa nafasi ile. So hii maneno ya kutesa media houses kwa kuwanyima advertisements pia tunapinga kama wanahabari. Jambo lingine tunasema ni access to information. Tunataka serikali itimize ile kulingana na katiba. Kulingana na katiba, access to information. County government na national government, wanahabari wapewe nafasi ya kufikia ile information. Na kama mnavyoona tuko hapa na waandishi wa habari wa Kirinyaga
na Embu. Na tungependa kusema kitu moja tu kwa kifupi, kwamba hii ndoa kati ya watu wa media, polisi na serikali inaelekea kufika mwisho. Manake hatuwezi kuwa wakati wao wako na jambo wanataka watu wa media waingilie, wasaidie na wajulishe mwananchi ni nini inawaumiza. Lakini ikifika saidi yetu sisi tunaumia, wanatudhurumu, wanatunyanyasa. Juzi tuliona mwandishi wa habari wa Standard kule Nairobi ambao walirushwa nje ya moving car na vyombo zake za habari. Hiyo ni kitu inaudhi na ni kitu inasitikisha sana. Na tungependa kusema hivi, hata kama sisi ni wanahabari, sisi bado ni watoto wa watu, sisi ni mabibi za watu, na sisi ni mabwana za watu, na sisi ni andiko za watu. Kwa hivyo tafadhali tuheshimiwe, na kuwa mwandishi wa habari Kenya hii, wewe si mkora. Kwa hivyo tuache kuchukuliwa kama wakora. Kwa majina naitwa Timothy Kariuki, mimi ni mwanahabari kule kaunti ya Kirinyaga. Tuko hapa tumeshikana wanahabari wa kutoka kaunti ya Embu na kaunti ya Kirinyaga kwenda kwa barabara kujiunga na wanahabari wote Kenya mzima kukomesha kusema ama kuambia serikali lazima ikomeshe brutality ya polisi kwa wanahabari. Na pia tuko na ujumbe mwingine kwa serikali. Tunajua serikali imekataa kulipa media houses ama kampuni za habari zaidi ya bilioni 1, pesa ambayo inafaa kutumika kuwalipa hawa wanahabari. So tumeona most cases media house zinashindwa hata kulipa wanahabari. Kwa nini? Kwa sababu serikali imekwamisha pesa yao. Pia tunataka ile organization inaitwa Government Advertising Agency. Pia hatuitaki kwa sababu wamekuwa watu wa kushika media house kadhaa ama kushika watu kadhaa ambao ndio wana benefit na advertisement za serikali, ukilinganisha na media house zingine zinakosa nafasi ile. So hii maneno ya kutesa media houses kwa kuwanyima advertisement pia tunapinga kama wanahabari. Jambo lingine tunasema ni access to information. Tunataka serikali itimize ile kulingana na katiba. Kulingana na katiba, access to information. County government na national government, wanahabari wapewe nafasi ya kufikia ile information wanataka. Nasema yale yalifanyika kwa mwanahabari mwenzetu kule Nakuru si jambo mzuri hata kidogo, na pia aliyomfanyikia Macharia Gaitho, na hata sisi hapa Embu tumeyapitia hayo, sababu nakumbuka kabla ya uchaguzi wa 2022 kuna wanahabari, mimi nikiwa mmoja wao, tulishikwa kule eneo la Mbondoni Makema, na tuliposhikwa tulienda kufungiwa all the way huko Matu, that is Machakos County. So kitu tunachosema ni kwamba Constitution of Kenya 2010 is very iko clear about the freedom and independence of the media. Kwa hivyo turuhusiwe tuweze kufanya kazi yetu, na tunaambia acting IG wa polisi, tunajua si polisi wote wabaya, but those rogue police officers wanafaa wachukuliwe hatua, sababu wao ndio wanaharibu jina ya wale wengine wazuri. Tuko kwenye kaunti ya Embu ambapo tuko zote kukemea kitendo ambacho kilifanyika huko kaunti ya Nakuru, ambapo mwandishi mmoja wa habari alipigwa risasi 1, 2, 3 mpaka 4. Alafu kuna kutekwa nyara kwa Macharia Gaitho. Ni kitendo ambacho tunakikemea, na kwa hivi sasa leo tuko hapa kwenye kaunti ya Embu ambapo tutakuwa tukizunguka tukielezea serikali kuwa tunataka tupatiwe freedom ya kufanya kazi yetu. Niwakumbuke kuwa wako jioni wakifanya mambo yao, wakiangalia news, na sisi tunakuwa tukifanya hiyo kazi yote. Kwanza tunaambia county government na national government kuwa sisi tunataka uwazi. Uwezi kuwa wewe unatuambia kuna project fulani imefanyika, utuambii ni pesa ngapi. Kwa hivyo tunataka uwazi, na ndio tuko hapa kwa hivi sasa, na tutakuwa tukizunguka kaunti ya Embu hata ikiwezekana mpaka jioni. Asante. Majina yangu naitwa Kariwaka Muithi. Hapa Embu, wanahabari wa Embu na wa Kirinyaga tunaandamana kwa barabara kuambia askari waheshimu kazi yetu. Sisi tunaheshimu kazi yao. Wakati wako na shinda hata wao utulilia. Sisi tunatangaza, wanasaidika. So waheshimu kazi ya media, sisi tuheshimu kazi yao. Alafu hao maaskari, hao wanasiasa wote wanakaanga jioni kuangalia kuwatch news zenye sisi tumeshinda kuokota siku mzima. Halafu watuzuie kufanya kazi yetu. Watakaa jioni kuwatch nini? So watu waheshimu watu wa media waheshimiwe, watu wa media waachiliwe wafanye kazi yao. Sisi tunataka tufanye kazi yetu, tumeheshimiwa.